الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. قال الشيخ حفظه الله تعالى: التنظيم الآخر التنظيم السروري أو التيار السروري أو الصحوي. ثم قال: فمنهج السرورية يختلف عن المنهج الإخواني والمنهج السلفي، فهو قائم على المزج بين منهج السلف ومنهج الخوارج، فقد أخذوا من المنهج السلفي المضمون العقائدي العلمي، وأخذوا من منهج الخوارج بدعة الخروج القولي والعملي. لذلك كان للسروريين أثر كبير في الإخلال بأصل السمع والطاعة الذي هو من أصول معتقد أهل السنة. Akiwa bado katika kulizungumza na kulichambua utambulisho wake kundi hili la at-tanzimu sururi au at-tayaru sururiyu au at-tayaru sahawiyu, mkondo wa kisururi, anasema hafidhahullah: famanhaju sururiya, basi mwenendo wa kisururi. Famanhaju sururiya, basi mwenendo wa kundi la kisururi. Yakhtalifu anil manhajil ikhwani wal manhajis salafi, unatofautiana mwenendo huo na mwenendo wa ikhwan al-muslimun, lakini pia unatofautiana na mwenendo wa kisalafi. Famanhaju sururiya, mwenendo wa kundi la kisururia. Yakhtalifu, mwenendo wao unatofautiana. Anil manhajil ikhwani, unatofautiana na mwenendo au mfumo wa kiikhwan, ikhwanul muslimun. Lakini pia mwenendo wa kisururi unatofautiana na mwenendo wa wema waliotangulia. Kana kwamba Sheikh, Allah amuhifadhi, anajibu swali la atakayeuliza kwamba maadamu tumeona hapo juu kwamba mfumo mzima na mwelekeo wa kundi hili kifikra ni mwelekeo ambayo umejengeka, kwa fikra za kikhawarij kwa ndani na kudhihirika kwa manhaj ya wema waliotangulia. Sasa hili kundi linahukumiwa kwamba ni kundi la kisalafi au linahukumiwa kwamba ni kundi la kiikhwani?
Je, litahukumiwa kwa dhahiri yake inayodhihirika nayo, au litahukumiwa kwa ile ndani yake? Ndani tumeona kuna uikhwani, ndani kuna ukhiwani ambao una sura mbili. Kuna sura ya mifupa, kuna sura ya juu kidogo, alafu kuna sura ya ndani zaidi. Kuna sura ya mifupa na kuna sura ya ndani ambayo ni sura ya moyo. Sura ya mifupa na sura ya ndani ya moyoni ni ikhwani zote mbili, lakini ikhwani ya kwanza ni ikhwani ya fikra za Hasanul Banna. Ikhwani ya pili ni ikhwani ya fikra za kimapinduzi za kikhawarij za Sayyid Qutb. Sasa je, litahukumiwa hili kundi kwa sura ya dhahiri ambayo ni kudhihirika kwake na mwenendo wa wema waliotangulia katika baadhi ya masala, au litahukumiwa kwa baadhi ya sura za ki-ikhwan? Aljawab: manhaj as-sururiyya yakhtalifu 'an al-manhaj al-ikhwani wal-manhaj as-salafi. Mwenendo wa kundi hili la kisururia unatofautiana waziwazi kunako mwenendo wa ikhwani na kunako mwenendo wa wema waliotangulia. Sasa kama kundi hili linatofautiana na mienendo hiyo miwili, na tumeona mienendo yote miwili kwenye hili kundi ipo, yani kuna sehemu katika mwenendo huu upo ndani ya kundi hilo, na kuna sehemu katika mwenendo mwingine unadhihirika pia upo. Sasa ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, kwamba hakuna katika makundi hayo mawili muafikiano wa moja kwa moja, linahukumiwa kundi hili katika mwelekeo gani maalumu? Aljawab: fahuwa qaimun ala almazji baina manhaji salafi wa manhaji alkhawariji. Kwani hili kundi qaimun, limesimama ala almazji, juu ya uchanganyaji, baina manhaji salafi, baina ya mwenendo wa wema waliotangulia, wa manhaji alkhawariji, na likachanganya pia baina ya mwenendo wa kikhawarij. Mwenendo wa kikhawarij, ule mwenendo wa kikhawarij ambao ndio moyo wa kundi hili. Moyo wa kundi hili umejengeka kwenye fikra za kikhawarij za kimapinduzi za kiuasi za Sayyid Qutb. Fikra ambazo ni fikra zilizokuja baadaye zikawa wazi zaidi kwenye kundi la ki-ikhwan. Kwa hiyo lengo kubwa lile la moyoni ndilo ambalo limechanganywa na ile dhahiri ya ngozi idhihirikayo kwenye kundi hili, katika mwili wa kundi hili. Kundi hili lina mwili ambao ngozi ya nje ya mwili huu inadhihirika, mwenendo wake ni mwenendo wa wema waliotangulia, lakini moyo wa kundi hili ni moyo ambao umebeba ukhawarij. Kwa kuna sehemu katika ukhawarij na kuna sehemu katika manhaj salaf. Alhaqu la yakhtalitu ma'a albatil. Haki huwa haichanganyiki na batili. Haki ikichanganywa na batili, basi inakuwa ni batili, si haki. Yani utambulisho wa jambo ambalo ndani yake kuna sehemu ya haki na batili, basi utambulisho unakuwa ni utambulisho wa batili. Kitu hicho kinakuwa ni kitu batili, na hususan ikiwa batili ndiyo iliyolengwa.
ikiwa batili ndiyo iliyolengwa. Hii haki ni kama vile sehemu ya kujifichia. Dhahiri hii ya haki ni kama vile sehemu ya kujifichia, lakini ikafichwa batili ambayo ndio lengo la kitu hicho fulani. Basi wakati huo haki huwa inajitenga pembeni, na utambulisho wa jambo hilo unakuwa ni ile batili ambayo imefichwa ndani ya lengo. Akachambua akasema, faqad akhadhu min almanhaj as-salafi almadhmun alaqaidiyya alilmiyya wa akhadhu min manhaj alkhawarij bid'at alkhuruj alqawli walamali. Hapa anachambua mchanganyo uliomo ndani ya as-sururiyya, mchanganyiko uliomo ndani ya as-sururiyya, mchanganyiko ambao ndio ule tuliousema alhaqu walbatilu ma'an. Haki ya manhaju salafi katika baadhi ya masala ya kimuonekano na kikauli ikachanganywa na batili iliyofichwa ambayo ndiyo iliyolengwa. Ukachambuliwa huu mchanganyiko kwa maneno yafuatayo: faqad akhadhu min almanhaj as-salafi, walichukua, hakika walichukua au masururia, min almanhaj as-salafi, kutoka katika mfumo wa wema waliotangulia, kutoka katika mwenendo wa wema waliotangulia. Walichukua sehemu fulani. Ipi hiyo sehemu waliyochukua? Akasema almadhmun alaqaidi, madhumuni yaliyobeba itikadi, yani madhumuni ya kiitikadi, alilmi, lakini pia na madhumuni ya kielimu, madhumuni ya kielimu na kiitikadi yaliyochukuliwa na kudhihirika katika itikadi zisemwazo na zenye kuaminiwa uwepo wake katika mioyo yao, na elimu waifundishayo, waitamkayo, waitoleayo shahidi, ni elimu ambayo inadhihiri kwao kama vile ambavyo ilivyo katika mwenendo wa wema waliotangulia. Kwa hiyo katika manhaj ya wema waliotangulia walichukua sehemu ya manhaji hiyo, al-aqida wa masail al-ilmiyya, ay wa ba'dhu al-masail al-ilmiyya, itikadi na baadhi ya masala ya kielimu yakadhihirika kama yalivyo kwa wema waliotangulia rahmatullahi ta'ala alaihim. Ama kwenye upande wa upotevu walichukua nini? Wa akhadhu min manhaji al-khawariji bid'at al-khuruji al-qawli wal-amali. Wa akhadhu, na wakachukua, min manhaji al-khawariji, kutoka katika mwenendo wa makhawarij. Wakachukua nini? Bid'at al-khuruj, uzushi wa kuwaasi watawala. Wa akhadhu min manhaji al-khuruj, naam, wa akhadhu min manhaji al-khawarij bid'at al-khuruj, na walichukua masururia kutokana na mwenendo wa kikhawarij ulio moyoni mwao, uliolengwa, ulio katika malengo yao yenye kufikiwa kupitia njia fulani fulani, kupitia dhahiri ya kisalafi. Wakawa wamechukua bid'at al-khuruji, uzushi wa kuwaasi watawala, kutowatii watawala bali kutoka katika taa yao. Al-khuruj, khurujani, uasi una namna mbili, na zote hizi walizichukua. Al-qawli wal-amali, uzushi wa kimatamko, naam, uasi wa watawala kwa kutumia matamko, wal-amali, na uasi wa watawala
wa kimatendo. Mifano ya uasi wa watawala wa kauli ni mfano uchochezi dhidi ya watawala, uchochezi wa kimatamko, maandishi, vitabu, makala mbalimbali kupitia media, vyombo vya habari, lakini pia durusi zao zikawa na mchanganyiko wa uchochezi dhidi ya watawala, lakini pia kampeni za kuwapinga watawala hadharani, kupinga taa ya watawala hadharani, kuwakosoa watawala hadharani katika mimbar, katika mihadhara, katika makalati mbalimbali, katika vitabu, rasaili zao, lakini pia kuwachukiza watu dhidi ya watawala kwa kutoa maneno ya chuki, kutoa makosa ya watawala waziwazi, kuwasema watawala, kuwananga watawala, kuwatukana pia watawala kimatamko. Walichukua hili pia kupitia mwenendo wa kikhawariji uliozushwa, usiokuwa na asili yoyote katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na si mwenendo wa ahlus sunna wal jamaa. Lakini pia hawa masururia wakachukua bid'a ya kuwaasi watawala ya kimatendo, na katika mifano ya hilo ni mfano wa maandamano dhidi ya watawala, wakashawishi maandamano bali wakaandamana. Lakini pia mapinduzi ya kijeshi, mapinduzi ya kisilaha, vita dhidi ya watawala, lakini pia kubeba silaha na kufanya njama dhidi ya kuwaasi watawala kupitia vitendo. Kwa hiyo kauli hii aliposema faqad akhadhu min almanhaj as-salafi al-madhmun al-aqaidi al-ilmiya wa akhadhu min manhaj al-khawarij bid'at al-khuruj al-qawli wal-amali. Kauli hii ni kauli inayochambua al-mazj, ule mchanganyiko tuliyousema uliomo ndani yake, al-haqqu ma'a al-batil, al-haqqu alladhi yudhhiruhum والباطل الذي يبطنهم ile haki ambayo mwanzilishi wake na wafuasi wake baadaye waliidhihirisha wazi, lakini pia na ile batili ambayo mwanzilishi wake hili kundi aliificha, akawa ndio ameilenga katika moyo wake, ikadhihirika baadaye na ikawa wazi pia baadaye, batili ya kikhawarij. Naam. Kwa hiyo kundi hili ni kundi ambalo limechanganya baina ya haki na baina ya batili katika sehemu moja. Lidhalika kana lisururiyin atharun kabirun fil ikhlali bi asli as-sam'i wat-ta'a alladhi huwa min usuli mu'taqadi ahli as-sunnah. Lidhalika kana lisururiyin, hapa anaeleza matokeo. Hapa muallif anaeleza matokeo, Sheikh anaeleza matokeo ya mchanganyiko huu, mchanganyiko ambao dhahiri ni mwenendo wa wema waliotangulia, lakini ndani kumefichwa ukhawarij ambao ndio uliolengwa. Matokeo yalikuwa ni yapi? Akasema lidhalika, kwa sababu hiyo au na kwa ajili ya uchanganyaji huo, kana lisururiyin atharun kabirun, wakawa wana athari kubwa mno hawa masururi. Kana lisururiyin atharun kabir, wasururi wakawa na athari kubwa mno. Wafuasi wa kundi la sururia wakawa na athari kubwa mno kwa vijana, hususan kwa watu wa elimu, vile vile kwa watu wenye kujihusisha na elimu, vile vile wakawa na
kuathirika. Lakini athari ikawa kwenye jambo lipi? Hususan fil ikhlali bi asli sam'i wa ta'a, katika kuharibu au kudhoofisha msingi wa kuwasikiliza watawala na kuwatii watawala. Lidhalika, kwa ajili ya mchanganyo huo uliokuwemo kwenye hili kundi, kana lisururiyin, wafuasi wa sururia walikuwa na atharun kabirun, athari kubwa mno, fil ikhlali bi asli sam'i wa ta'a, katika jambo la kudhoofisha msingi mkubwa wa dini ambao ni msingi wa usikivu kwa watawala na utiifu kwa watawala, alladhi, msingi ambao huwa min usuli mu'taqadi ahli sunna, ni katika misingi mikuu ya itikadi ya ahlu sunna wal jamaa. Msingi huu kawa umevunjwa, msingi huu kawa una uchochezi dhidi yake ili uharibiwe na usionekane una qima, una nafasi yoyote katika jamii, bali katika Waislamu. Na hili jambo ni jambo ambalo muallif rahmatullahi ta'ala alayhi wa hafidhah analitoa kama athari ya ujumla miongoni mwa athari mbaya ambazo zimejitokeza baina ya vijana, baina ya watu wazima, baina ya watu wa elimu, katika mafungamano ya kundi hili. Waliofungamana na kundi hili au waliopata fikra za kundi hili, basi katika athari zao kubwa ni kuathirika kwenye upande wa as-sam'u wa ta'a liulati al-umur, usikivu na utiifu kwa wale wenye mamlaka, ni jambo ambalo lilikuwa lenye kuathiriwa vibaya mno kutokana na fikra za kisururia. Kisha akasema, waqala fihim ash-shaykh al-albani, waqala fihim ash-shaykh al-albani rahimahullah, innahum kharijiyatun asriyah, innahum kharijiyatun asriyah. Hapa ananukuu kauli ya al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kauli hii ni kauli ambayo kana kwamba inakwenda kulihukumu kundi hili kwa ujumla. Sasa ni kundi ambalo linatambulika vipi kutokana na huu mchanganyiko ambao tumeuona, mchanganyiko ambao umekuwa ni sababu ya kuwaathiri watu wengi, wakaingia kwenye jambo la kudhoofisha usikivu na utiifu, kudhoofisha usikivu na utiifu upasao kuwa kwao kwa watawala wao. Kumbe ni kwa sababu ya mchanganyiko, kumbe ni kwa sababu kundi hili lina muonekano wa kisalafi, kumbe ndani yake limebeba fikra ya kikhawarij. Lina muonekano wa kisalafi wa kubeba itikadi na misingi ya kielimu, baadhi yake ikinukuliwa kwa wema waliotangulia na vitabu vya wema waliotangulia vikifundishwa na wao, vikinukuliwa na wao, lakini kumbe umebeba fikra ya kikhawarij. Kutokana na hilo, watu wengi wakawa wamechanganyikiwa, wamepata kuliona kundi hili ni kundi ambalo linabeba madhumuni yale yale ya kisalafu, kumbe sivyo. Sasa hukumu ya asli na hukumu halisi ya kundi hili ni ipi? Kauli hii iliyonukuliwa hapa ya al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ni kauli inayokwenda kulihukumu hili kundi kwa uhalisia wake. Al-Imam al-Albani akawa amesema, innahum kharijiyatun asriya, hakika hao masururia ndiyo makhawarij wa zama zetu, ndiyo makhawarij wa zama zetu, wamebeba fikra ya kikhawarij katika zama zetu hizi. Kwa kiasi kikubwa kile kilichomo moyoni, kama tulivyoona,
kilichomo moyoni katika mwili wa kundi la sururia ndicho chenye kuhukumu utendaji wao, ndicho chenye kuhukumu mwenendo wao na manhaji yao. Manhaji yao ni manhaji ya kikhawarij, kama vile ambavyo tulivyoona kwamba kundi hili limebeba fikra za kiikhwan kwa sura zake mbili. Fikra ya kiikhwani ya Hasanul Banna ile awali ya kisiasa, na sura ya pili ni sura ya kikutubia, sura ya kutubia. Lakini sura ya kutubia ndio ambayo imedhihiri zaidi na ndio lengo la kundi hili. Kwa hiyo lengo likawa limechukua utambulisho wa kundi hili, innahum kharijiyatun asriya, wao si vingine hakika yao ni makhawarij wa zama hizi. Baada ya kuwa wamechanganya alhaq wal batil, haki ya usalafi udhihirikao na batili ya kikhawarij walioificha, basi haki itajitenga pembeni, watabakia na batili yao ya kikhawarij. Lidhan, hivyo basi, innahum kharijiyatun asriya, wao uhalisia wao hakika ni makhawarij waliomo katika zama zetu. Makundi ya kikhawarij ndani ya zama zetu yako mengi mno, yako mengi mno yanayobeba fikra hizi za kikhawarij, yako mengi mno, na yamechipuka na kuzalikana na kuenea hasa katika wakati na misimu ambayo kuna hii miamko na vuguvugu lenye sura ya Kiislamu, miamko yenye sura ya Kiislamu ambayo haikupata udhibiti na miongozo na maelekezo itokanayo na wanawazuoni walezi wema waliotangulia, wapitao njia ya wema waliotangulia, rahmatullahi ta'ala alaihim wa hafidhahumullahu ta'ala. Insha Allah darasa ijayo tutaendelea na mwendelezo wa utambuzi wa kundi hili insha Allah kupitia kitabu hiki ambacho ni zao la muhadhara wa Sheikh. Allah amhifadhi.